mpaka huko umeamua kunifuata. Hivi aliyekuelekeza nyumbani kwangu mimi ni nani? Nimeulizia mpaka nimepajua. Na pia nilijua kama mke wako hayupo na ndio maana nimekuja. Unakisikia unachokiongea wewe? Hivi unajielewa kweli? Unajua kabisa mtu ni mume wa mtu. Alafu unakuja nyumbani kwangu eti nimejua mke wako hayupo ndio maana nimekuja. Unajielewa wewe? Sasa hizi nafanya chochote ninachojisikia. Na pia ukiendelea kunikataa lazima nitafanya juu chini mke wako ajue. Unasema? Mume wangu, ni nini hiki? Kwamba unisikii ninachoongea? Mke wangu, hata nikiongea huwezi kunielewa. Siku 3 Pita, siku 3 unamleta mwanamke ndani kwangu? Hata nikijielezea vipi hauwezi kunielewa kuhusu hili. Lakini ukweli ni kwamba hakuna chochote kinachoendelea mimi zaidi na huyu mwanamke. Yaani hakuna. Unabaki nyumbani, mumeo anarandaranda. Jamani, mbona na hivi kuondoka? Acha tu. Huko nyumbani kakako hata sijamuaga. Maki nimeondoka tu. Aya, wifi wewe unakuja kutembelea. Sawa, nitakuwa nakuja. Nawe pia unakuja jamani, maana. Karibu nyumbani ujali. Sijali wifi yangu. Aya, poa. Aki ya Mungu tena mke wangu. Yule mwanamke na mimi hakuna chochote. Alikuwa analazimisha tu yeye kuja. Yaani sijafanya nini chochote. Yeye ndo analazimisha. Mke wangu anaenda. Wife, vipi? Poa. Karibu mama. Asante. Vipi zako kutoka? Si salama tu. Vipi? Mbona uko peke yako? Kandime iko? Kaundime bwana, mume wangu kaondoka. Amekuaga? Ndio, kaniaga. Kaenda kwa mumewe. Sawa, lakini yuko sahihi. Hata hivyo tulikuwa tunafanya makosa. Kwa sababu ameenda kwa mume wake. Hilo hamna shida. Sasa niandalie kwanza chakula, baki njaa inaniuma sana. Sio ngoga kwanza mwanangu. Hapana, njaa inaniuma. Poa. Poa.
yako jana nimeyatimba. Ehe. Mke wa Pita kanifuta nyumbani kwake. Ikawaje? Nimewacha hapo nyumbani kwake na mume wake. Wewe si nilikwambia? Ukutaka kunielewa. Sasa. Sikio la kufa. Alisikii dawa. Achana na mimi. Unabaki nyumbani, mumeo anarandarana. Kaundime anakwacha nyumbani, mumeo anaranja nyumba. Kaundime Dada, habari? Salamu. Mpa nikuulize. Hivi umeoa leo? Bado, muda wangu ukifika nitaolewa. Ndio maana una uchungu na mme. Sasa nakuonya. Kaa mbali na mme wangu. Niachie mme wangu. Kabla hatujafika mbali. Mume wako akiwa nyumbani kwako, akiwa barabarani ni mume wa wote. Wewe jeuri, si ndio? Leo nimeongea. Endapo nitakukuta na mme wangu, nitakachokufanya usinilaumu. Sio kwa simu hizo. Maana nimekuwa busy mpaka nikasema Mungu wangu utanichukia. Nikasema nimepata kaka chance nije hata nikuone. Kulikoni mdogo wangu, niangalie kwanza kulikoni. Nikajua umeshanitupa tena dadangu. Siwezi. Kuna nini kwani? Acha tu. Siku hizi shemeji yako amebadilika. Yaani amebadilika. Yaani humu ndani ni kwa moto. Yaani maji yamenifika hapa. Tena. Kilichobaki tu ni kutapika. Mimi unavyoniona navumilia mpaka sasa hivi mdogo wangu, na nilikwambia na wewe unatakiwa uvumilie. Ndoa sio mchezo wa makida. Ndoa unatakiwa uingie, utulie na uvumilie. Si ndio? Lakini hamna cha lakini shoga yangu. Unaona kwa mkao uliojiweka namna hiyo? Namna hii karibia utajiua. Utajinyonga bure kwa stress. Nyanyuka shoga yangu, kachukue mkoba tena. Kachukue mkoba na kutoa mimi juu yangu. Bapita. Naam, Bapita. Hivi huyu binti atakuwa anatuchukuliaje? Kwa nini ayapitie? Hakuna anatuchukuliaje. Cha msingi sisi ni kumuita Pita na kuzungumza naye. Kwa sababu huyu binti kama itatokea ataenda kule kwao na kuwaambia hali halisi ya huko. Sijui itakuwaje. Mungu, kwa tufanyaje? Hamna cha kufanya. Cha kufanya ni kumuita Pita. Pita sisi ni mtoto wetu. Hatuwezi kumshindwa Pita eti. Pita tutamuita, tutakaa naye, tutazungumza naye na mwisho wa siku atakaa sawa tu. Tujitahidi basi tufanye hivyo. Basi hamna shida, tutamuita Pita. Na kumuombea pia. Haya. Basi mimi niko jikoni. Haya, sawa. Shoga yangu bwana kabadilika tayari. Wewe. Huyu bwana wako uliokuwa unapita naye. Wiki ya pili hajaja, sio pesa za matumizi. Shoga. Wewe. Yaani usipokuwa makini dawa zimeisha nguvu. Au nimpigie yule mganga wangu? Hapo shoga yangu, jitahidi. Maana naona kabisa unaenda kuzalilika. Karibu Shema. Asante sana. Karibu. Asante. Shema, sijui nikuletee maji, sijui juisi. Mimi sio mzungu. Jamaa yote ya baraka. Hata hivyo nilikuwa na haraka nikaje nikusikilize ili endelee shughuli zingine. Sawa shemeji yangu. Shema, mimi nimekuita hapa ukiwa kama ndugu yake Pita wa karibu ambaye unaweza kuongea naye kukusikiliza. Ndugu yako amebadilika sana. Amekuwa ni mtu tofauti sana. Yaani kuna muda anarudi na lipstick kwenye nguo yake. Anadiriki hadi kuleta wanawake ndani kwangu hapa. Lakini nikiongea naye wala hawazi chochote. Yaani
Hana ile hofu kwamba amenikosea, amefanya kitu cha ajabu. Yupo tu, anaona sawa kila kitu. Shem, kwanza pole sana. Unajua jambo limenisurprise sana. Peter mimi ni ndugu yangu, pia ni rafiki yangu wa karibu sana. Nitaongea naye. Alafu Shem, ndoa na mambo mengi sana. Yaani ni ndio maana unapata kwanza cheti, baadaye unakuja kuna mitihani. Hii ndio mitihani ya ndoa. Naamini haya mambo ni madogo. Peter nitaongea naye. Wala usijali. Sawa Shem. Ila ninaomba uongee naye. Msisitize sana sana sana. Ongea naye kwa sababu nimechoka. Yaani imefika mahali nimechoka kwa sababu yanaumiza mimi. Usichoke. Ndio madhara ya ndoa na ndio faida ya ndoa pia. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tunatakiwa upitie. Sio, nielewa shemeji. Kwa hiyo usijali, mimi nitaongea naye. Sawa, nashukuru shemeji yangu. Haya, mimi sio mkaaji tena. Haya, nisemaje tena kwa kuwa umekataa juice, umekataa chochote. Sawa, siku nyingine hapa ni kwangu bwana. Sawa, nashukuru kwa kuja. Sawa, tukimbie. Hivi nifanyaje ili mwanzo kukuelewa? Nimetumia kila mbinu ila hanielewi. Kwa nini nikapata ushauri kwa hicho? Halo? Uko wapi? Mimi nipo nyumbani. Naomba nije tuongee. Ni wewe njoo tu. Ni nani? Faraja, shoga yangu. Kaniambia anataka kuja. Sielewi ana shida gani. Huwezi jua. Mpaka amekutafuta wewe. Huenda kuna jambo. Subiri. Ngoja tuone. Ila mume wangu, mimi kuna kitu kinanishangaza sana. Kitu gani hicho? Yaani nilienda kwa huyo shoga yangu. Achana na Faraja. Alichoniambia kanishangaza. Hivi kumbe uchewe kweli upo eh? Unamaanisha nini kusema hivyo kwa kusema uchewe? Anakuambia nini? Mpaka umaanishe kuna uchawi. Sana huyo bwana yake, sijui ndio sponsor yake, ndio anayemweka mjini. Yupo kulalamika bwana hajamtafuta sasa hivi wiki. Akipiga simu hapokei. Lakini huwezi jua. Labda ana shughuli nyingi ndio maana amwambia hivi. Karibu. Shem. Karibu. Asante. Karibu. Habari? Salama. Za huko kutoka hapo? Salama kabisa. Kwema kabisa? Kwema. Na mama ndo ushayatimba tena. Umependeza mwenyewe. Mgangu. Kama nilivyokuambia. Nenda kama mama. Oh, jamani, baba anaondoka huyo. Ngoja mimi niwahi. Tutawasiliana baadaye. Sawa baadaye mume wangu. Shem, karibu sana. Asante, nashukuru. Mimi nakimbia majukumu yangu. Nashukuru sana. Karibu sana. Asante. Jamani. Bila mimi naye. Jamani. Baki salama. Haya mwa. Mwanangu anapenda sana babake. Karibu shoga. Shoga yangu. Mwenzako nina majanga. Majanga. Yapi tena? Yaani mimi nilikuwa nahitaji msaada kutoka kwako. Yaani nilikutwa nyumbani kwa Peter na mke wake. Wewe. Kwa hiyo unataka mimi nikusaidieje shoga yangu? Pia juzi nimekutana na mtu wa Peter njiani, kanipa maneno makali. Dada naye nyumbani kanipa maneno makali, anasema hataki kunisikia kabisa. Nashauri shoga yangu nifanyaje? Yaani hata sielewi. Kwamba wewe huyo bwana ndo unampenda sana, huwezi kumwacha. Sasa hapo kama unajua kabisa umependa cha mtu, unachokitaka sio cha kwako, hapo ni kutumia nguvu ya ziada dada. Nguvu ipi hiyo shoga yangu? Hapo ni kwenda tu kwa waganga dada, unauliza.
Unaloga mpaka kufa kwako. Si unataka vya watu. Huo ndio ushauri wangu. Sawa. Unaweza kunipeleka? Aha. Jamani. Poa. Yaani, ungekuwa unawahi kila siku hivi. Ningenenepa kwa kweli. Maana. Mbona kama ameanza majungu sasa? Hata sio majungu. Nikiwahi kurudi unaongea. Nikichelewa unaongea au unataka niame kabisa? Hapana mwanangu. Hebu tuache. Tuachane nazo kabisa maana uchelewe. Naambia. Safi. Ndio poa. Salama kabisa. Sawa. Mimi leo nimewahi mapema na nishapika na chakula tayari mwenyewe leo. Sitaki kuamini. Chakula gani? Utakiona wakati wa kula. Basi mimi sitaki hata kuchelewa. Tutakale basi. Hamna shida. Vipi hali kwanza kabla ya yote? Za ukimya? Sio ukimya. Ukimya gani unamaanisha? Nashindwa kuelewa kabisa kitu. Sasa ambacho wewe nielewe ni nini? Na hata hivyo leo nimekuja kwa ajili ya kuambia kwamba nitakuwa busy kidogo na hiyo wiki pia naweza nisije yote. Wiki ya pili sasa hujaja na sasa hivi tena niambie hivi. Kwa hata na vitu wangu pia kuna busy. Siko busy nayo. Alafu sipendi unalalamika sana. Mimi sipendi mtu kulalamika kiasi hicho. Tambua kwamba wewe hujawa mke wangu bado. Wewe ni mchepuko tu. Kwa baki kwenye mipaka yako. Na usisahau kama mimi ni mke. Sio mkaaji sana kwa siku ya leo. Tutawasiliana kwenye simu. Kwa hiyo ile pesa leo niachie ndo inatosha mpaka sasa. Nitakutumia. Umebadilika sana. Nitakupigia simu nawe kazini. Usijali bibi wangu. Yaani mwanaume mwenyewe yuko busy sana yani. Kwa hiyo akitoka tu mimi nakupigia.